Kwa nini wachawi wanakula nyama za watu na kunywa damu? Sababu wanatafuta nguvu ya kutengeneza. Mtu analuka, anakaa kwenye ungo, analuka na paa juu. Wao nafikiri ile nguvu anaitoa wapi? Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Akaja akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Naye neno alifanyika mwili. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Hakuna chochote kilichofanyika pasipo huyo. Mstari wa 14 Biblia inasema naye neno akafanyika mwili, akaja kukaa kwetu. Huyo neno. Alafu unaambiwa ukae usikilize neno la Mungu, unakataa. Na unasema Jumapili unaenda kanisani. Sasa chache unaenda kufanya nini? Nisikilize, shetani amekamata akili za watu mahali hapo. Hataki ujue umuhimu wa neno la Mungu. Anaposema naye neno akafanyika mwili, ujue mwili Biblia inasema chochote kilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, huyu aliyekuja akakaa kwetu. Alipokuja kwetu tukauona utukufu. Ametokea wapi? Mbinguni. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Mungu yuko wapi? Utanijibu mbinguni. Sasa Wayahudi ni vile hawaelewi. Wanasema tu Musa ni baba yetu, Musa ni baba yetu, hatuna mwingine. Sasa kama Musa ni baba yenu na huyo Musa, kama mngemtii mngenitii na mimi. Yesu anawaambia. Kuna saa unajiona kama unajua na haujui. Usipoielewa Biblia utabaki unaifakamia, utakuwa kama Wayahudi. Na hawa Wayahudi, Biblia inasema mstari wa 60 kwamba wanafunzi miongoni mwao wakajitenga, wakasema hili neno ni gumu, hakuna awezaye kulisikiliza. Neno lipi? Hili neno ambalo nakwambia mimi. Yesu anasema mimi ni chakula cha kweli na kinywaji cha kweli. Mtu asipoula mwili wangu na kunywa damu yangu hana uzima ndani yake. Usifikiri utakuwa na uzima kama huna neno la Mungu ndani yako. Na kuwa na neno la Mungu ndani yako ni nini? Nataka unisomee kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Twende haraka haraka. Usikilize mahali ambapo Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 vile Biblia inasema. Ili ni kuonyeshe, unajua hayo maneno ambayo unayaona kwenye Biblia yanasomwa. Hayo maneno ambayo unayaona kwenye Biblia, unajua ni kama nini? Hayo maneno unayoona kwenye Biblia ni kama vile umeenda dukani, umenunua umeme. Halafu ule umeme ulionunua, zile tokeni zipo kama maneno yaliyoko kwenye karatasi, kiasi kwamba unaikunja kunja, unaweza ukaitupa. Unaweza ukaikunja kunja ukatafuna. Sasa nikwambie hivi, ukishachukua zile namba ukaziweka kwenye mita, hebu jaribu uende utafune waya, kwamba utazitafuna zile namba, uone kitakacho kukuta. Watu kwa sababu unachezea neno la Mungu, unaona kama ni la kawaida. Hebu soma Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Biblia inasemaje? Maana neno la Mungu li hai. Neno la Mungu liko hai. Tena lina nguvu. Lina nguvu. Sikiza, haya sio maandiko. Hili ni neno la Mungu. Hili ni neno la Mungu. Andiko linaua, roho inauisha. Sasa hapa hatusomi maandiko. Hili ni neno la Mungu. Anasema maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina nguvu. Alafu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Hili neno ambalo wewe unaliona ni kawaida, ambalo unaweka pembeni, taka endelea, mwisho anasemaje? Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Na mafuta yaliyomo ndani yake. Hili neno ambalo unaliona ni la kawaida. Sasa mimi nataka nikwambie hivi, nataka nikueleze hivi, kama unaenda kushiriki damu ya Yesu, kama unaenda kula mwili sakramenti, unaenda unajipanga mstari, unasema unakunywa damu na kula mwili. Nataka nikueleze, siku moja fanya maombi, ingia kwenye, mwambie Bwana, nimechoka kuendelea kwenye tabia hii ambayo ninaifanya. Nataka hiyo ambayo inaonekana kama ni juisi, inaonekana kama ni divai, inibadilishe. Hiyo Biblia
Biblia ambayo unaisoma kila siku unaona hakuna mabadiliko. Nahitaji nipate, kuna vitu ambavyo haujawahi kukutana navyo. Maana Biblia inasema wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii siku zote. Na unasema una imani, alafu unaenda kanisani. Wewe unafikiri kwa nini wachawi wana nguvu na wewe unawaogopa? Alafu unasema una Yesu ndani yako. Unasema una Yesu ndani yako. Unasema una imani. Kuna mtu anaogopaga mende. Hadi panya akipita tu ndani unaanza kupiga makelele na uko ndani. Alafu unasema una Yesu ndani yako. Bado hujamla Yesu. Bado Yesu hajaingia ndani yako mzima bado. Mahali ambapo wachawi inaonekana kama wanatushinda. Nguvu ya damu na nguvu ya mwili inapatikana kwenye neno. Maana pale Yohana anasema hivi, naye neno alifanyika mwili akaja akakaa kwetu, na mimi nishajua huyu ni mwili. Na kama ni mwili, ndio maana anawaambia Wayahudi, mtu asipoula mwili wangu na kunywa damu yangu hana uzima ndani yake. Kwa hiyo ili nipate uzima, ili niwe na nguvu, lazima nihakikishe damu ya Yesu iko ndani yangu. Lazima nihakikishe mwili nimeutafuna vipande, nimekamata, nimekula. Wao unafikiri wakati anateswa wanampiga mijeredi Yesu, mijeredi ya ndoano, wakipiga wanatoka na mnofu. Ule mnofu unachukua unakula. Biblia inasema kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho. Alafu unasema wamepewa gatu wenyewe, na wewe unaenda kanisani. Huyu Yesu aliyetupatia neema tukamjua, akatupa na ufunuo. Kwa nini mimi nakueleza haya? Nakueleza haya ili ujue sababu kwa nini unaenda kanisani. Usifikiri tu umeokoka uende ukae namna hii. Usifikiri umeokoka tu ili uimbe praise. Kuna zaidi ya kuimba, kuna zaidi ya kufanya maombi. Lakini kwa sababu hatujui nguvu ya damu ya Yesu, kwa sababu hatujui nguvu ya neno. Sasa hapa nimekupatia introduction. Kwa nini wachawi wanakula nyama za watu na damu? Sababu wanatafuta nguvu ya kutengeneza. Mtu analuka, anakaa kwenye ungo, analuka na paa juu. Wao nafikiri ile nguvu wanaitoa wapi? Hata masharti. Na sio kila damu wanakunywa, sio kila mwili wanakula. Nikueleze, narudia tena, wachawi sio kila. Unajua kwa sababu gani? Wengi waliishia njiani. Sasa akaja kutoka kwenye uzao wa mwanamke, katokea mbinguni, ambaye damu yake sio kama damu ya kiumbe cha kawaida, katoka majuu. Yesu Kristo amekuja. Biblia inasema akafanyika mwili. Kafanyikaje mwili? Kupitia Mariamu. Kuna nguvu katika damu na kuna nguvu katika mwili. Sasa endelea kufuatilia chaneli hii. Endelea kufuatilia mafundisho haya. Utajua mengi zaidi. Na usibaki tu hapo ulipo. Usibaki ulivyo. Kuna zaidi ya kwenda kanisani. Kuna zaidi ya kufanya maombi. Kuna zaidi ya kuimba. Kufanya ibada ni maisha halisi. Kutembea na Mungu siku zote. Nataka nikwambie, kuanzia leo, anza kutengeneza mazingira ya ufahamu wako kwenye kumwelewa Mungu kupitia neno lake. Ukishakamata neno, ukilikula neno, hapo ndio unamkula Yesu. Unachukua minofu unakula. Nikirudi tena, nitakuonyesha nguvu ya Agano Jipya wakati wanashiriki wanafunzi wa Yesu.